kwa sababu mtu ambaye yeye tunda ndio linaamua, ni kweli amejeruhiwa, yeye huwa hayasikilizi maumivu. Mara nyingi sisi tunakosea, baada ya kuliuliza tunda la Roho tunayauliza maumivu. Maumivu nifanye nini? Maumivu yanaongea mabaya kinyume cha wale waliotuumiza. Maumivu yanaleta matengano, maumivu yanaleta vita, maumivu yanaleta hasira. Lakini tunda la Roho halitakwambia hivyo. Tunda la Roho litakwambia furaha, tunda la Roho litakwambia upendo, tunda la Roho litakwambia upole, tunda la Roho litakwambia uvumilivu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini mara nyingi wewe umekuwa mwepesi, baada ya kwenda kwenye tunda la Roho unaenda kwenye yale matendo ya mwili. Maana Galatia 5 inaanza na matendo ya mwili, yale ni matunda ya mwili, kisha inakuja kuamua kumalizia kwa matunda ya Roho. Kwa Paulo anawashauri wa Galatia, msiishi kwa matunda ya mwili, lakini ishini kwa matunda ya Roho. Lakini mara nyingi wewe imekuwa vyepesi, unaelekea sana kwenye matunda ya mwilini. Ulienda kwa hasira ukaiuliza, ikakufanya ukakosana na watu. Ulienda kwenye uadui ukauliza uadui, huyu mtu ameniumiza nimfanyie nini? Ikakufanya ufarakane na watu. Ulienda kwenye chuki, uliuliza chuki nifanye nini? Ikakufanya utengane na watu. Lakini mtu wa rohoni, mtu wa rohoni ana uwezo wa kudhihirisha lile tunda. Haijalishi mazingira yake yakoje, machozi yanamwagika, moyo unakataa, lakini atalidhihirisha lile tunda la Roho, Roho Mtakatifu kwenye maisha yake, na ataliruhusu tunda limuamulie nini anafanya kwa yule mtu.